الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Kwanza naomba sote kwa pamoja tumshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kutupa wasaa na fursa ya kuja kushiriki kumzika mwenzetu Bi Mwanaisha binti Mahmudu, mke Bwana Shabani ambaye maisha yake yamemalizika, na ikiwa Mwenyezi Mungu atatuwafikisha tutakwenda kumzika. Jambo la pili, tunamwombea rehema na amani mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yeye pamoja na ali zake, sahaba zake na watu wote wema. Na tatu, naomba pia nitumie nafasi hii kumpa pole rasmi Bwana Shabani Rashid Tafadhali kwa kufiwa na mkewe, rafiki yake wa karibu. Misiba yote huwa miepesi, lakini wa mke huwa unakuwa mgumu, kwa sababu ni mtu ambaye tunaishi pamoja na kama rafiki wa kweli, mtu ambaye umepewa ruhusa na Mwenyezi Mungu kuishi naye vizuri upendavyo, na unapata watoto. Mke wakati mwingine kwa mumewe ni kiliwazo, anaweza kumsaidia kumtolea uchovu, mawazo na matatizo mbalimbali. Kwa kifupi, ni rafiki wa kweli, ni rafiki ambaye mnafanyiana mambo mengine hayawezi hata kusemwa. Kila mmoja hapa akiangaliwa wakati akiwa faragha na mkewe, watoto wake Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa huyu mama. Na alikuwa na mtoto mwingine alizaa na mwanamke mwingine Mkristo, anaitwa Maria Kopti au Al-Qibtiyya, anaitwa yule mtoto Ibrahim. Alipokufa huyu mama, Mtume sallallahu alaihi wasallam aliishi akihuzunika kwa kufiwa, lakini hata kila aliposafiri kwenda Maka hakulala kwenye nyumba ya mtu. Wakati wa fathu Maka, huyu Mtume sallallahu alaihi wasallam alikwenda kulala kwenye kaburi. Alisema amjengee haima katika kaburi la Khadija. Ilikuwa ngumu kumsahau mapema, na sababu zake chache aliwahi kuzisema. Akasema, afatni hina manauni nafsi, au sivyo? Huyu mama alinipa mali zake wakati watu hawataki kunipa. Yaani watu wengine husubiri mafanikio ndio wasogee karibu. Ukiwa matatizo hakuna unamuona mtu. Nani atakuja bwana mkono mtupu ulambo?
lakini ukishazipata wewe utajua na nasabu yako yote, na hata mtoto wa shangazi atatambulishwa, babu yako wa kadha. Sasa mbona hata tufanani kidogo? Yeye anachukua nafasi kwa bibi. Hela, ukiwa na hela unasalimiwa na kila mtu. Wewe ndiye alikuwa akisalimiwa na watu, alikuwa maskini akapata hela. Watu wakimsalimia anapunga tu mkono, anakwenda mpaka nyumbani kwake, anafungua kabati. Nye hela iko mwe. Salamu zenu naleta. Huyu fulani kakusalimu fulani. So mimi wana kutoka wasalimiana. Sasa yule mama Khadija kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, yeye alimpa wakati watu wanamjua. Hawataki yeye anampa. Sasa mapenzi yake yalikuwa ni makubwa sana kwake. Kwa hivyo aliona namna ya kulipa ule wema wake ni hiyo, kwamba kile alikuwa anakwenda analipa bure. Sisemi kwamba bwana Shabani sasa ukatekeleze kempu kwenye kaburi ya mke wako. Hapana, mke wako ishafariki, muombe dua kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala inshallah ampe makazi mazuri. Lakini nasema tu kwamba umepata mtihani mkubwa sana, Mwenyezi Mungu akupe subira. Na haya yanayotokea kwako wewe ni yachukulie kama ni mambo ya kawaida, yanaweza kumtokea mtu yoyote katika sisi. Wala usije ukafikiri kwamba labda ni mkosi. Hata ni mambo ya kawaida. Zamani ilikuwa ukitaka kutoka kama hivi mke wako, wanaita takwayo, unachukua njiwa, alafu unamsereza wala anakwenda hospitali. Sema unakwenda salama au unamrusha. Leta takwayo. Yule njiwa akiruka akienda kulia, safari nzuri, unajua watu hamna gari la mchanga wala bodaboda. Akaenda kushoto, unajua siendi leo, hapo kuna matatizo. Wanaita nini? Takwayo. Lakini takwayo ni kama aina ya kuagua. Shida kubwa ya hii aina ni kwamba haina namna ya kufahamu kufa kwa mtu. Hawezi. Kwa sababu mauti yenyewe yanakuja ghafla. Wewe umefiwa na mke leo, pengine utakufa wewe. Unajua. Na haya ni mambo Mungu ameweka ya ghafla tu. Sote hapa. Kila mtu anajua atakufa, lakini hajui lini itakuwa habari hii imeisha. Kwa sababu hii ni siri ya Mungu. Ukifa kila kitu chako kipo. Macho yapo, mikono ipo, miguu ipo, ulimi, lakini yote mfanyikazi. Ule uwezo mkubwa wa Mwenyezi Mungu unasimamia kuendesha uhai wako na nyang'anya. Na kunyang'anya ni Mungu. Na anasema watatihim illa baghtatan wa hum la yash'urun. Hatua hiyo haichukuliwi na ghafla, na wewe hujui. Uko safarini unauliwa. Umetoka na waahidi watoto nitarudi na chakula na unga, subirini kidogo. Kumbe ndio jumla, haurudi tena. Niwahi kumuona mtu kawaahidi watoto wake, nakwenda kazini, basi kesho nitakwenda kulipa ada yenu ya shule, nitaletea na vitabu, amechukua na orodha. Akajituka ndani ya gari akaenda, basi hakurudi mpaka leo. Alifia huko. Na yeye mwenyewe anasema wala khafu ukubaha. Wala Mungu hajali kwamba nikikuchukua wewe huko nyuma itakuwaje. Wangapi wataathirika, sio shughuli yake. Wewe utajifia tu unakwenda basi. Kama ulikuwa kuandika na hela zako wengine wanapotea. Ukiwa mjanja kidogo unaandika fulani namdai, watu wangaleza kuambua. Lakini wakimpata mtu anamuogopa Mungu. Kama mtu amuogopi Mungu na uandike na mashahidi, anakurusha. Mimi sijui ninaona hata kidogo. Watu ndivyo walivyo. Hata ukiwa na shahidi anakataa. Kuna mtu kamkataa niongee kabla ya hapo. Yaani tulikuwa mashtaka mtu kadaiwa.
wewe unadaiwa, ulikopa hela. Mimi hapa sio alikupa hela. Wewe una shahidi? Mimi sikuwa na shahidi, lakini nilikulipa. Nilikupa hela. Ulikuwa na shida. Tulikuwa tumekaa pale wanapouzia mawese kahaba. Una shahidi? Kali anamuuliza bwana, wewe una mashahidi? Sasa mimi sina shahidi, lakini ukweli ni kwamba huyu namdai, nilimpa hela zangu. Nguruguru tu huyu. Na mtu anaweza kuwa nguruguru faswaha kusema. Akisema maneno yamenyooka. Hakimu anaweza kupiga hata mluzi. Kumbe jambazi. Azamna. Mimi akunipa huyu. Hata subiri kidogo. Leta kesi nyingine, akasikiliza kesi satoka. Leta nyingine. Akamwambia askari mmoja pale, wewe nenda na huyu mzee ambaye anamdai huyu mpaka pale atapokea hela. Pale kahaba anauzia mawezi. Alafu urudi. Wakatoka wakaenda. Na kazi yake na busara akawa anaangalia tu muda kwamba huyu kutoka hapa mpaka pale. Sasa amefika size hivi. Akamshtukiza. Huyu jamaa atakuwa ameshafika pale kahaba kwa imani. Sasa kwa sasa bado pale pana kabudo. Sasa ni mwizi ulishatoka wapi? Ulisi. Kuna maana kuoga hata kidogo. Sasa haya matayarisho lazima unayo mapema. Kwamba mimi ni mtu wa Mungu, nimewekwa na Mungu. Wakati wote nitakufa tu. Unajua kabisa. Sasa maana yangu ni kwamba sisi wote hapa tunatarajiwa kufa. Basi tukae sawa sawa Itengeneze vizuri. Kila kazi yako unaifanya vizuri. Kama unaswali, sali vizuri. Sasa unasali afu upate thawabu, maana yake nini? Wewe kama unasali, jitahidi usali vizuri. Si ndio? Unakwenda kusali, unamnyenyekea Mola wako. Nikitoka hizo idha salla ahadukum salatan falisalli salatan mu'ta. Akisali mmoja wenu asali sala ya kuaga. Sala ya kuaga maana yake nini? Ni ile sala unaambiwa ukishamaliza kusali unakufa. Chukulia tu mwenyewe ukiona baada ya hapo unakwenda zako. Sio utasali kwa tulivu sana. Sisi tunakamata watoto zamani. Tukwenda kumkamata mwenzetu mmoja zamani. Alipotuona huyo ni mwanafunzi mwenzetu akakimbia. Alipoona tunamkimbiza akaingia msikitini. Akaswali. Ikabidi bado tumesimama hivi ya msikiti. Atujue hata kama alikuwa na udhu yule bwana. Akumaliza. Allahu Akbar. Sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd. Kwanza naomba sote kwa pamoja tumshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kutupa wasaa na fursa ya kuja kushiriki kumzika mwenzetu Bi Mwanaisha binti Mahmudu, mke Bwana Shabani ambaye maisha yake yamemalizika. Na ikiwa Mwenyezi Mungu atatufikisha tutakwenda kumzika. Jambo la pili, tuna muombea rehema na amani mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yeye pamoja na ali zake, sahaba zake na watu wote wema. Na tatu, naomba pia nitumie nafasi hii kumpa pole rasmi Bwana Shabani Rashid Tafarale kwa kufiwa na mkewe, rafiki yake wa karibu.
Mishiba yote huwa myepesi, lakini wa mke huwa unakuwa mgumu, kwa sababu ni mtu ambaye tunaishi pamoja na kama rafiki wa kweli, mtu ambaye umepewa ruhusa na Mwenyezi Mungu kuishi naye vizuri upendavyo, na unapata watoto. Mke wakati mwingine kwa mumewe ni kiliwazo, anaweza kumsaidia kumtolea uchovu, mawazo na matatizo mbalimbali. Kwa kifupi, ni rafiki wa kweli, ni rafiki ambaye mnafanyiana mambo mengine hayawezi hata kusemwa. Kila mmoja hapa akiangaliwa wakati akiwa faragha na mkewe,